hata makofi wanapigwa. Sisi wanaume, tena wanaume zenu mnatuambia tumekomba mboga, hadi tunaona support. Mimi nakomba mboga mke wangu? Tena unachukua kabisa kachukua ile ugali. Unaninyang'anya ugali mimi, mmeo. Umekuja kuninyanyasa hapa, si ndio? Mimi sijapanga kitu chochote. But ukiwa kwenye hii nyumba utafuata mambo ya humu ndani. Na mimi sasa hivi mke wangu hapa sijakuita ili tubishane, ila nimekuita tuje tufanyeje? Tuelimishane. Mimi ninachokitaka sasa hivi, sawa, mkipika, mmepika chakula cha jumuiya, sawa, naomba ukate mtu kata kaugali ketu tuje tule pembeni. Yaani mimi ninachokitaka ndio hicho. Tule mimi, wewe ni mke wangu, njoo tule pembeni. Haya yote haya haiwezi kutokea. Siwezi kudhalilishwa mimi mke wangu upo. Eti ukiwa unapika kikate uje tule mke wangu. Wewe kama hayo mambo ulikuwa unayataka, tafuta pa kwako. Nenda katafute sehemu yako ya mimi na wewe tutakapokuwa tunaishi. Tutakapotengeneza familia zetu. Sio upo kwenye familia ya wengine, upo nyumbani kwetu alafu unataka kupanga masharti. Hayo masharti kayapange kwako baba, ila sio hapa kwetu. Sio, umenielewa? Ukiwa nyumbani utafuata mambo ya hapa nyumbani. Usinipande kichwani. Umenielewa? Ukiwa kwenye hii familia ya mzee Kalavote utakula kwa makundi. Mimi na wewe tutashare shuka tu na sio vitu vingine. Sijui umenielewa? Ukitaka hilo swala nenda katafute kwako. Wewe vipi? Sinichanganye mimi muda huu. Umenielewa? Alafu sipo kwenye mudi. Kuniambia. Kumbe huyu mwanamke kazamilia, si ndio? Yaani kazamilia kabisa. Nimepatikana mimi Ramio. Makofi kidogo kwa mjomba wangu, wewe mjomba waonyeshe. Wewe waonyeshe. Jamani makofi kidogo kwa. Unajua ndugu yangu, mambo yanaendelea undani. Ni mambo ya kutia aibu. Ni mambo ya fezea. Na tusipoyaongea haya, sawa? Leo yamenikuta mimi na kesho atakukuta wewe. Sio, unanielewa? Issue iko hivi. Unajua tukio la juzi ni tukio ambalo nimefezeeshwa. Nimetiwa aibu. Na bora ningefanywa na mtu baki, angefanya angalau mke wako. Lakini mke wangu ndio amefanya lile tukio la kunifezeesha mimi mbele za watu kiasi kile. Unajua nini ndugu yangu? Yaani usione nimekaa hapa kimya ukaona labda nimefurahishwa sana na hicho kitu. Kiukweli hiki kitu mimi kinaniumiza kichwa sana. Yaani huu ni udhalilishaji ambao unaendelea humu ndani. Tumeanza kuchukuliwa sasa kama watoto wadogo.
dada yangu, nikwambie kitu. Kwanza kwa leo nimeota nina mimba. Inata sielewi hii ndoto ina maana gani. Hebu niambie nini maana ya hii ndoto? Wewe. Ndoto, mimba. Haya. Kwani mimi mtabili wa ndoto? Niambie tu kweli. Lini umeanza kutematema mate? Lini umeanza kutapika tapika? Na mwisho wa kuziona siku zako ni lini? Yaani hadi wewe udugu uniamini? Ndio umefikia huko? Nimekwambia ni ndoto tu, hamna kitu kinachoendelea. Sasa sikuamini vipi? Mimi nataka tu uniambie ukweli. Udugu, tusifichane. Usio ushakulupua mambo huko. Kilichobaki hapa sasa ni kutumwa tu. Nenda dukani kanichukulie vocha, nenda dukani kanichukulie kiberiti. Yaani ni manyanyaso juu ya manyanyaso. Ipo hivi. Nisikize vizuri. Sawa. Unajua hizi dharau zinazojitokeza kwa kuwa sisi tumeacha makazi yetu, tumekuja kukaa katika familia yao. Unaona vizuri? Tunaonekana sisi umndani wanaume suwali. Kwa sababu tunalala bure, tunakula bure, tunakunya bure, na haya yote ndo yanatokea. Na hawa wake zetu adabu hawana. Adabu hawana hata kidogo. Aso mke wangu mimi adabu hana hata kidogo. Hicho ulichokisema kuhusu kuishi ukweni, hata wazazi wangu walishawahi kuniambia. Mwanetu, fanya unachofanya, usije ukakubali kwenda kuishi ukweni. Yaani ni bora umchukue yeye uje uishi naye huku kuliko yeye kwenda kuishi kule. Yaani utazalaulika, utanyanyasika. Na kweli nayaona, yaani maneno yao hajaenda bure. Mimi hapa nazalaulika na nyanyasika. Yote kuja kuishi na sijui kuaje. Hali ni buruza sana yule mwanamke. Jamani tusikilizane. Kazi ngumu, kazi ya watu. Bosi anangoja hesabu yake jioni na nguo zinawasha, sema tunavumilia tu. Kama mtu anabisha aje achukue dai wake atesti. Kazi hii bora ukutane na babako mkwe anajua harakati za maisha, lakini mama mkwe yeye anaenda kumwambia mwanae tu, mwanangu fanya fujo wachike mume kashakuwa chizi, kumbe niko ofisini. Langu jina naitwa Alwatani ya Mnazo, Profesa Kashikashi, Mr. Kachupi damu na ngozi, mtoto nimikosi nikifa sioze au katuni boy. Ukipenda niite mchina gongo la mboto, ensam mlokosa matunzo katika ubora wangu. Janja la kutafuta jinga la kuonga, MC mkali wa vina kumpita Jumanecha. Makofi kwangu tafadhali, asopiga makofi kwa wangu, hilo ndio jina langu. Asanteni jamani. Niambie tu ukweli. Si umeelewa? Usio kama sisi. Si unamwona shemeji yako yumo humu ndani kama mzigo. Mimi mwenyewe nishajitusha mzigo ambao siwezi hata kuutua. Hana anachokifanya humu ndani. Na wewe usilete mzigo humu ndani. Tafuta mwanaume mwenye hela. Tafuta mwanaume mwenye pesa zake mjini. Shemeji yako kazi yake humu ndani kula, kuoga na kwenda chooni na kupumzika tu. Hana kingine anachokijua. Hamna kitu chochote anacholeta humu ndani. Sana wewe fanya yote shoga yangu, ila usikosee kuwa na mume. Yote na yote mimi na wazo. Wanawake watabaki kuwa wanawake, tena wanawake wenzetu. Na wewe
We wanawake wenzetu? Sina maana hiyo, namaanisha kuwa hawa wake zetu. We bwana wewe. Sina maana mbaya. Ipo hivi, sasa nisikilize bwana. Tukubaliane. Sawa? Tukubaliane. Hawa wanawake bila kuwatingisha hawa, kichwani watakuwa watoki. Washatupanda sana kichwani. Yaani kuwatingisha unamaanisha nini? Na unaelewa wapi? Namaanisha kwamba hawa bila kuwatingisha, yani hao kuwekea mikazo, hata kuadhabu vibao mara moja moja. Lazima tuwatingishe. Hawana tofauti na dawa kizungu. Lazima uitikishe kwanza ndio nifanye kazi. Hawa washatupanda sana kichwani. Sasa sikia. Yaani kama kutupanda kichwani, wameshatupanda. Kama huyo mke wangu mimi ndo keshanipanda, yupo hapa kichwani anacheza mdumange, msondo, yani ngoma yoyote anayoitaka yeye anacheza. Cha msingi hapa ni kuwashusha kichwani. Na tunawashusha vipi? Kama ulivyosema. Tunawagusa kidogo. Mimi nenda kwanza na mke wangu. Wait, what? Majibu utayaona. Mimi taarifa utaipata. Au kuwa na mpenzi huyo kienda kukulupua mambo huko, jua mwanaume kwenye mfuko panajitosheleza, pamejaa tele, si umeelewa? Usikosee. Mwenyewe unaelewa maisha humu ndani, asikulete humu muondoke, si unaelewa hapo? Vipi mbona kunigeuka? Dadangu, kuhusu wanaume wenye pesa, hizo sio shida zangu. Na sio mwenyewe unanielewa mdogo wako. Siwezi kuita dume suruali huko ndani. Sio shida zangu. Hapo tu. Angalia mwanaume ambao ni sahihi. So baada ya siku anatoka huko naye anakuja humu ndani. Unajua mambo ya humu ndani. Si umenielewa? Kwa mimi ninavyoona hapa sasa hivi, tukiendelea kuzunguka hivi kama jana, tutakuwa tuambuli chochote. Sasa basi, mimi nilikuwa naomba wewe uchukue njia hii hapa hii, alafu mimi nitapita ya huku ya kwenda bondeni huku. Tutakutana kule tulipoelekezana jana. Nadhani unafahamu. Ila sasa dadangu, uwe makini na wewe, kwa sababu ulinyang'anywa mkoba, ukaporwa simu na picha yako pia. Sawa, hamna shida kaka, nitakuwa makini. Na hilo swala ni zuri, hamna shida. Nakutakia laheri. Haya. Poa. Safari njema. Dada zangu, mimi nimekuja leo mwenzenu nina shida. Kwa nini mnisikilize? Alafu mje mnisaidiaje? Tunakusikiliza. Ongea, tunakusikiliza. Mwenzenu na matatizo. Toka mume wangu aachishwe kazi, hali yetu ya maisha imekuwa sio nzuri. Isitoshe, tunadaiwa hela kodi. Na mwenye nyumba ametugawa wiki moja tu. Tukishindwa kulipa hiyo hela, tuame. Pia vile vile dada zangu, nimetoka nyumbani, kipindi niko njiani nakuja huku, amwezi amini. Nimemkuta mume wangu amevaa kijola, ananengua mbele za watu. Makubwa. Kwa kumbe mimi nafurahisha ninapoongea na nyinyi. Endelea. Hapana, tunakusikiliza, ongea. Kwa ndio hivyo ndugu zangu, mimi nimekuja hapa nilikuwa nawaomba mniazime 50,000 tu nikalipe kodi. Alafu mume wangu akizunguka kwenye mizunguko yake akipata basi nitarudishia. Ndugu yangu, 50,000. Mimi wala hata sina. Labda kwa dada mkubwa labda anaweza kuwa nayo. We. Mimi
hata rangi yake nimeisahau. We, kubwa hiyo. Sawa ndugu zangu, kama hamna pesa, basi nipeni hata ushauri ili nijue nafanyaje mwenzenu. Kweli nina shida. Hicho ndio ulichokakisahau. Sasa cha kukushauri, kachukue kila kilicho chako, rudi hapa ujumuike na sisi. Si atuli tunakula vizuri. Dada, Kundo ushauri gani unaonipa? Yaani mimi nikabebe mizigo yangu huko nije nilete humu ndani. Alafu mume wangu huko namwachia nani? Kwa hiyo ulitaka nikwambie utoke na wewe chizi zako utuletee humu ndani? Kwa mume wangu mimi leo katika chizi, si ndio? Dada, chizi? Wewe ulisikia wapi Tanzania hii mwanaume ambaye anaovaa kijola? Ni chizi. Huyo so chizi. Huyo kaisha left group.